Wanangu, ndugu wapendwa, leo nawakaribisha tena, si kama mhadhiri tu, bali kama rafiki ambaye anaelewa maisha yenu. Kwa sababu gani nasema hivi? Leo ningependa tuweze kuzungumzia jambo moja hivi. Kuna hawa watu ambao wanajiita middle aged adults, or we can call them young parents. Leo niko kwenu. Ningependa kusema hivi, ninyi ni wale ambao mmevuka ujana na sasa mko katikati ya maisha. Wakati ambapo majukumu yanazidi, miili inaanza kuonyesha ishara na mioyo inaweza kuhisi uchovu. Lakini mimi nawaambieni leo, huu sio mwisho wa safari yenu. Ni wakati wa kuanza sura mpya yenye hekima na nguvu kubwa zaidi. Hebu tuangalie changamoto kuu zinazowakabili watu katika umri wa kati. Ina maana kwamba miaka 40 hadi miaka 45. Lakini kwa maisha ya siku hizi au siku za leo, tutateremsha kidogo hizo miaka, tuchukulie pale chini, tuseme kuanzia miaka 15 hadi kuendelea, ama mtu yoyote ambaye ako kwa ndoa kwa sasa hivi. Point yangu ya kwanza ningependa kusema hivi. The first point is career and financial pressure. Kwa lugha ya Kiswahili nitasema shinikizo la kazi na fedha. Shinikizo la kazi na fedha. Utaweza kuona kuwa kila mtu au watu wako na malengo tofauti tofauti. Mwingine yuataka kupanda cheo, mwingine yuataka kuhakikisha kuwa nyumba inajengwa au ishajengwa, mwingine yuataka kuhakikisha kuwa watoto wanasoma, mwingine ako na deni na anataka kuhakikisha kuwa deni lake linalipwa. Mfano, baba au mama anafanya kazi hadi usiku, lakini hizo pesa hazimsaidii. Hizo pesa hazimfikishi hadi mwisho wa mwezi. Sasa kwa hivyo tunasema nini? Tunasema nini pale? Tunasema hivi, hii inaweza kusababisha wasiwasi na usingizi mbaya. Lakini kumbukeni, hii ni ishara ya ujasiri wenu. Mmekuwa nguzo ya familia. Usisahau hivyo. Himizo langu Bwana ningependa kusema hili, au ningependa kusema hivi. Leo anzeni kupanga upya. Tengeneza budget, ama tengenezeni bajeti. Tafuteni vyanzo vya ziada vya mapato na muwe na wakati wa kupumzika. Jaribu kutafuta wakati mzuri, wakati ambapo unapumzika. Usiwe tu mtu ambaye anapotelea kwa kazi na haukumbuki maisha yako yanaenda vipi. Point ya pili, or point number 2 is marriage and parenting stress. Kwa lugha ya Kiswahili nitasema msongo wa ndoa na uzalishaji. Tunaweza kuona kuwa kurekebisha maisha ya ndoa baada ya miaka mingi, kulea watoto wenye tabia tofauti, na wakati mwingine kushughulika na migogoro ya kifamilia. Mfano, mama anahisi amechoka kulea watoto peke yake, wakati baba anafanya kazi nje ya mji. Hii inaweza kuleta hisia za upweke, lakini ndoa yenye changamoto inaweza kuwa na nguvu zaidi kama mmechagua kuwasiliana kwa upendo na hekima. Kwa hivyo, tafuteni ushauri wa pamoja na mkaribie Muumba wenu. Nambari ya 3 ningependa kusema hivi, middle life crisis. Middle life crisis, au kwa lugha ya Kiswahili nasema hivi, mgogoro wa kati ya maisha. Mgogoro wa katikati ya maisha. So under this
Utaweza kuona kuwa mara nyingi mtu anaanza kujiuliza maswali. Je, nimefanikiwa nini hadi sasa? Je, maisha yangu yana maana gani? Mfano, mtu wa miaka 45 anahisi amepoteza fursa na anataka kubadilisha kila kitu mara moja. I say my friend, that will never happen. Kwa hivyo, tufanye nini? Huu ni wakati wa kutafakari, si wakati wa kujilaumu. Kaa chini, tafakari, angalia maisha yako vizuri. Pia tumieni hekima yenu mpya kuweka malengo mapya. Anza biashara ndogo ndogo, rudia masomo, rudi shuleni usome, au anza kuwasaidia vijana. Nambari 4 tutasema au tutazungumzia hii point. There is what we call empty nest syndrome. Kwa lugha ya Kiswahili, ugonjwa wa kiota tupu. Wewe ni mzazi, umekuwa ukikaa kule nyumbani vizuri na familia yako na watoto wako. Lakini wakati watoto wanaondoka nyumbani kujiunga na chuo au kuoa, ghafla nyumba inakuwa kimya na mama au baba anahisi amepoteza kusudi. Mfano, mama anayekuwa na shughuli kila siku na watoto sasa anajikuta peke yake. Mara nyingine nitasema hivi, huu ni wakati wa kujenga maisha yenu nyinyi wenyewe. Kwa sababu gani? Mmesomesha watoto, mmelea watoto vizuri, watoto wameoleka, watoto wamesoma, wameenda kwa university, wako ma colleges, wengine wako na makazi. Ni kwa ajili gani wewe uanze kujihangaisha kuwa uko peke yako, au uanze kujihangaisha na upweke? Hapana. Huu ndio wakati wa kustarehe. Anzeni hobby mpya. Chukua matrips. Toka mwende Mombasa, muogelee kwa maji ya chumvi. Muende kule Kisumu, mkule samaki na omena na mkae maisha mazuri. Safirini. Safiri. Enda nchi zingine, tembelee nchi za mbali, muweze kuona ulimwengu ulivyokuwa au unavyopendeza. Pointi nyingine ningependa kusema hivi ni health concern. Kwa lugha ya Kiswahili, matatizo ya afya. Hapo hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuepuka. Mimi na wewe hatuwezi tukaepuka magonjwa. Na tunaweza kuona kuwa wakati ambapo umri unazidi na pia magonjwa yanaendelea kufanya nini? Kutuandama. Sasa leo kuna magonjwa kama haya, kuna shinikizo la damu, kuna kisukari na uchovu wa mwili. Mfano, mtu ambaye alikuwa na nguvu sasa anachoka haraka. Ulikuwa na nguvu zako bana, ulikuwa barubaru. Ulikuwa na mwili wako, ulikuwa na misuli, lakini siku hizi ukifanya kazi 1, 2, 3 unahisi uchovu, sio kupenda kwako. Sasa sikia hivi. Hii inakumbusha kuzijali miili zetu. Tuwe watu wa kujali miili zetu. Tuweze kufanya mazoezi. Jali mwili wako baba. Anzeni mazoezi mepesi. Wewe na mke wako, asubuhi fanya mazoezi. Nyinyi wenyewe ndio mnajua mazoezi ambayo utaweza kuchagua, utaweza kufanya wewe kama mke na mume ambaye wazazi wametoka, watoto wametoka, wamewaacha peke yenu kwa ile nyumba yenu kubwa nzuri, ghorofa ambayo mliweza kujenga. Hao watoto saizi hawana haja na hiyo nyumba, wametoka, wameenda kujenga kwao na wamewaacha pale peke yenu. So tafadhali usiweze kuwa na wasiwasi yoyote ati watoto wamewaacha pale, watoto wameenda. Kumbuka kuwa watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Nambari ya 6 nitasema there is what we call aging parents or sandwich generation. Aging parents or sandwich generation. Kwa lugha ya Kiswahili nitasema kuwajali wazazi wanaozeeka. Wewe una umri wa miaka 45 kwenda zaidi.
bado kuna mama na pia kuna baba kwa mahali anakutegemea wewe. Kuja karibu tuongee. Tunaweza kuona kuwa hiyo ni changamoto ambayo watu wengi wanapitia. Sasa mnakwama. Unaweza kuona kuwa unafika mahali mnakwama kati ya walea watoto na kuwatunza wazazi wenu. Unashindwa kuelewa. Nitatunza familia yangu ama nitalea wazazi? Mfano, unalipa karo ya mtoto na wakati huo huo unalipa dawa za baba au mama hospitalini. Ndugu yangu, hii inahitaji hekima na mipango. Kama hauna hekima hapa, utapotea kidogo. Kwa hivyo muungane na ndugu zenu. Ni vizuri sana uweze kuungana na ndugu zako, mkuje pamoja, ndiposa muweze kuona vile wazazi wenu wataishi. Bure ukisema tu wewe peke yako utawashughulikia wazazi wako, utawalea, na ili hali uko na mke wako, uko na watoto, uko na familia, uko na majukumu, wewe mwenyewe unahitaji kuendelea, itakuwa ngumu kwako. Sasa kwangu leo ningependa kusema hivi, ndugu yangu, muweze kuungana wewe na ndugu zako kule nyumbani na dada zako. Tafuteni msaada wa jamii au serikali na mjitunze ili muweze kuendelea kuwasaidia wale wazazi. Msisahau kujitunza. Kwa hivyo ndugu zangu, changamoto hizi si adhabu. Changamoto ambazo tunapitia sisi kama young parents, it is not a discipline or it is not a curse to us. Chenye ningependa kusema hivi, ni darasa la maisha. Changamoto ambazo nimeweza kuzungumzia au changamoto ambayo mimi na wewe tunapitia ni darasa la maisha. Mungu hakuweza kutupa hizi changamoto bure hivyo hivyo. Na wakati ambapo Mungu anakupa changamoto, lazima anawacha upenyo fulani. Hawezi tu kuleta tu changamoto na anafunga milango zote, hapana. Mungu akikupatia changamoto, lazima atakupatia the way out. Sasa leo ninawahimiza, tafuteni msaada, muungane na wengine, weka malengo madogo madogo na kumbukeni tumaini. Kitu muhimu, kumbuka matumaini. Kuwe na matumaini ya kufaulu katika maisha yako. Mmevuka dhoruba, au tutasema kuwa tumevuka dhoruba nyingi. Leo tuanze kuona uzuri wa umri huu. Isikuwe ni kama laana useme hii uzee naye inanipeleka vibaya. Hapana, tuweze kuona dhamana. Kumbuka kuwa ni wengi ambao wametamani kufika katika umri huu na wajafika. Wengine walikufa kitambo, na wengine ndio wamefika lakini hawako katika hali yao, labda ni wagonjwa ama ni watu ambao hawajielewi. Sasa wewe uweze kukua na nini? Uweze kuona umri huu kama kama umri wa baraka katika maisha yako. Pia uweze kuwa na hekima, uweze kuwa na uzoefu na nafasi ya kuacha urithi mzuri, haswa kwa watoto wako na wajukuu wako. Tia bidii saa hizi, fanya kazi, wekeza, fungua tu biashara. Ndio najua biashara ziko na changamoto, haswa wakati ambapo uko na kazi. You are employed. For you to manage a business is another big problem that you cannot manage. Lakini wewe jaribu tu, cheza kama wewe, jaribu kuwekeza ili watoto wako kesho wasije wakaweza kuangamia ama kuhangaika ama kukulaumu wewe ama kukulaani kwa sababu haukuweza kubadilisha maisha yao. So kwa hayo mengi, Mungu awabariki na awape nguvu mpya kila siku. Asanteni.